Kwa kila jambo kuna majira yake. Hiki ni kile kipindi chako ukipendacho, kipindi cha Mzalendo na uzalendo wake, kipindi kinachoendelea kuletwa kwako na mwalimu wako Ngena Ililwa Waid kutoka École du Patriotes et Patriotisme en Afrique, EPAF kwa ufupi, shule la mzalendo na uzalendo wake Afrika. Makao makuu yetu iko katika tarafa la Fizi, jimbo la Kivu ya Kusini, nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuko kwa niaba ya raia wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kufanya animation na mobilisation sur le patriotisme. Na slogan yetu bado ni ile moja: EPAF uzalendo kwanza. EPAF uzalendo kwanza. EPAF washa moto wa uzalendo nchini Kongo. Ujumbe wetu kwa wasikilizaji wetu wote leo ni kwamba uzalendo utashinda. Uzalendo utashinda. Hakikisha ya kwamba uzalendo utashinda na kutawala. Na uzalendo utakaposhinda na kutawala, kila eneo, kila kitu ambacho kimenyanganywa, kimekaliwa kinyume na sheria, lazima kitarudishiwa yule ambaye ni mwenye nacho wa asili. Hakikisha mambo yote yatabadilika, hayatakuwa kama jinsi yalivyo. Hakutakuwepo na usaliti, kwa sababu wasaliti wote watakwenda kuwekwa kwenye eneo lao. Tutahakikisha kwamba sisi ndio wale ambao tulikuwa tunatafutwa katika nchi ya Kongo ili tuendelee kuwa wazalendo na waaminifu. Tutahakikisha kwamba tunatumia muda wetu wote na busara wetu kuhakikisha nchi yetu imekuwa na amani. Uzalendo lazima uwe wa kwanza katika mambo yote. Baada ya nchi kuvamiwa, kuna kukombolewa kwa nchi. Na baada ya nchi kukombolewa, nini kinachofuata? Ni matendo mema ya wazalendo, ya wananchi, ili kufanya nchi yao kuwa nzuri. Na baada ya kutenda matendo mema, kinachofuata ni maisha ya amani, ili kuwawezesha raia kuishi kwa amani, kushirikiana, kubadilishana mawazo na kuijenga nchi yao. Lakini ili tufikie huko, nitoe ujumbe kwa viongozi wa ngazi zote, kutoka mtaa hadi viongozi wa nchi wote mtakaosikiliza ujumbe huu, ya kwamba jihadharini na kila mgeni ambaye anataka kuwa kiongozi katika eneo lisilokuwa la kwake ili kulinda amani yenu. Jihadharini na kila muhamiaji ambaye anayetaka kugeuza eneo lisilokuwa la kwake kuwa la kwake kwa kugeuza majina ili mlinde amani yenu. Kama viongozi, jihadharini kuanzia leo na kila mgeni ambaye anakuja kuiba mali yenu na kuipeleka katika nchi yake ili kuwafanya ninyi kuwa maskini. Huo sio uzalendo, mkimuonea aibu mgeni huyu. Kama viongozi, hakikisheni ya kwamba mnajihadhari na kila raia mwenyeji wa nchi ambaye ni msimamizi wa miradi ya wageni, dini za wageni na kadhalika. Watu hawa ni hatari sana kwa amani na usalama wa nchi, kwa sababu hawa wanakuwa mara nyingi wanafanya kazi kwa faida ya wageni. Kwa kufanya hivyo, tutakwenda kulinda amani na usalama wa nchi yetu, na huu ndio uzalendo wa kweli. Lakini nisiwaache wazalendo ambao mnaipenda nchi yenu kutoka mikoa yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Niwape ujumbe wangu kutoka shule la mzalendo na uzalendo wake Afrika, ya kwamba lazima mjue nchi haiwezi kuwa ya mzuri kwa sababu iko na vitu vya mingi. Kongo tuko na makota, tuko na hivi, kwamba ndio utafanya nchi ya Kongo iwe ya mzuri. Raia wa Kongo wanaoipenda nchi, lazima tujue uzuri wa nchi unaweza kupatikana kama tutakuwa na volonte ya kufanya kazi za mzuri zenye zitakwenda kufanya nchi yetu kuwa ya mzuri. Tusibakilie kusema nchi yetu iko na vitu vya mingi au nchi yetu ni ya kabambi, juu ya ile nchi yetu itakuwa ya mzuri. No, nchi itakuwa ya mzuri kama batoto ya nchi banakuwa na volonte ya mzuri ya kufanya kazi za mzuri zenye zinaweza zikafanya hiyo nchi yao kuwa ya mzuri. Ile ni message nimeenda kuiacha kwa batu yote benye munapenda nchi, muko na huruma na nchi na munapenda changement ikuwe mu nchi. Lakini na mwe bapiganaji benye biko ngambo zote, mwe magrupe za arme, mwe arme na mwe barebele, Kenya tunasema tunahitaji amani.
tunahitaji amani. Sasa ni muda wa kubadilishana mawazo, ni muda wa kubadilishana na kushirikiana. Huu ni muda wa kujenga nchi. Kutoka shule la Mzalendo na uzalendo wake Afrika, ujumbe wetu kwa wapiganaji ni kwamba tunahitaji amani. Sasa ni muda wa amani, sasa ni muda wa kubadilishana mawazo, na sasa ni muda wa kuijenga nchi. Nchi yetu ilivamiwa na ilikuwa imevamiwa, lakini baada ya kuvamiwa kuna kukombolewa kwa nchi, na baada ya kukombolewa kwa nchi kuna kutenda kazi njema zinazoweza kuifanya nchi kuwa nzuri, na baada ya kutenda kazi hizo ni kuishi maisha ya amani, kushirikiana na kuijenga nchi. Hakikisha ya kwamba kama kiongozi unasimama kama kiongozi katika eneo lako, wala usimuonee aibu mgeni yoyote ambaye anayeleta mabadiliko yasiyotakiwa katika eneo lako. Kwa kusema hivyo, niwashukuru na kualika tukutane tena kwenye vipindi vijavyo.